Sasa hapa kwetu shule zetu Alliance, Mangu, wapi, watoto wetu hapa wamepelekwa shule iko chini na maksi yao iko juu. Watu wengine wameletwa kwa mashule zetu hapa. Hata hii basari tukiingia itapeanwa mwaka 3, mwaka 4, mwaka 5. Tunataka tukiendelea mbele turudishe masomo ya bure tulipewa na Mwai Kibaki. Turudishe free secondary education tulipewa na Uhuru Kenyatta. Turudishe Linda Mama tulipewa na Uhuru Kenyatta. Kuliko kusumbua watu kupiga laini kwa MP kupewa basari, si serikali itoe pesa iende direct kwa shule. Hatutaki hii maneno ya mashindano ati nani masikini kuliko mwingine. Sasa anaona ile watu yake ya wakaleji watatoroka na Wasomali pale kidogo, na ile watu wanampatia pesa. Sasa anafanya opinion poll ya uongo ati ndiye anaongoza. Nyinyi mmezunguka Kenya, huyu Kasongo kuna bahati anaongoza. Anaweka opinion poll ya chama chetu cha DCP ambaye ndio chama iko na umaarufu katika Kenya. Sisi ndio tunaongoza Kenya 28%. Anasema ati sisi tuko na 5%. Sisi tumeenda uchaguzi, tumeshinda kiti Narok. Chama mpya ya mwezi 6 Narok tumeshinda kiti. Tumekuja Nairobi Kariomagi tumeshinda kiti. Tumeenda Kakamega tumeshinda kiti. Huyu Kasongo anatengeneza opinion poll. UDA ndio iko 5%, DCP iko 28, anapindua. Nataka kuambia watu wetu those are fake opinion polls. Au watu ya Infotrack for many years walisema Raila atashinda. Aliwahi shinda? Iko ingine inaitwa Tifa. These are fake opinion polls ambayo imewekwa na Kasongo. Na mimi nashindwa wanapigia nani simu? Walipigia nyinyi simu? Walikuja kumuuliza? They are fake things inafanywa kwa kompyuta. Ndio Kasongo watu wake wale wa nyumbani ya Rift Valley wasiogope watoroke, na wale wanampatia pesa wafanye biashara. Wakiona hako chini sasa hizo wanaweka opinion polls to cheat the few people he is having. Ignore those opinion polls. DCP is the most popular party in the country, na imeonesha wakati ya by-election tuendelee kutengeneza chama yetu. Mambo ya masomo. Huyu mtu in 3 years, unajua nasikia akisema ati mtu angaliwe track record yake. Mwai Kibaki alichaguliwa 2002 akatutengenezea free primary education. Uhuru Kenyatta akakuja 2013, day secondary school ikakuwa ni free. In 3 years Ruto ameharibu hiyo yote. Tunaongea leo pesa ya capitation ya last year mashule haikupata. Mashule yote iko na madeni. Maprincipal wamesima simu kwa sababu ya kusumbuliwa na suppliers. Tunaenda hii January hakuna pesa ya capitation. Minister anasema iko, Kasongo anasema iko. Kama hajapeana ya last year, ni mwaka huu atapeana. Tena hii ni serikali confused. Ile watoto wamemaliza grade 9. Vijana amepita. Anakuwa admitted shule ya day, yeye anatoka hapa Kiambu. Anawekwa day school Kericho. Mtoto mwingine msichana amealikwa shule ya vijana. This is a totally confused government because the fish rolls from the head. Huyu Kasongo is a confused person kwa sababu hakuna kazi anafanya. Kazi yake ni kufanya deals na kutafuta pesa. Sasa hapa kwetu shule zetu Alliance, Mangu, wapi, watoto wetu hapa wamepelekwa shule iko chini na maksi yao iko juu. Watu wengine wameletwa kwa mashule zetu hapa. There is total confusion kwa mambo ya shule. Parents do not know what to do. Alafu Kasongo anasema ati anataka kutupeleka Singapore. Sasa wewe Kasongo, kabla utupeleke Singapore, si ulipe pesa ya shule? Kabla utupeleke Singapore, si ulipe pending bills? Sasa hii Singapore, ulisema watoto wapigwe risasi kwa mguu, hii ni Singapore gani? Mudoshi akwenda kuthekererwo. So I don't want to see our young people here wanatumiwa na Ruto kutukana Rais Uhuru Kenyatta. Na wewe Ruto, kama wewe ni mwanaume kamili,
kuliko kutuma hawa watoto, huyo bibi yako na hao wengine. Si wewe utukane Uhuru Kenyatta, sisi tukujibu wewe mwenyewe. Why are you sending Junet, natuma Wanga, natuma Ichung'wa, nani? Si ujitokeze wewe kama ni mwanaume utukane Uhuru Kenyatta, then tutakuamkia the following day tukuambia mambo yako mingi hatujasema. We have also been decent, but if this onslaught on Uhuru Kenyatta continues, I'll have no choice now but to address you, William Ruto. Na nitakuanika sasa. Mimi nakujua sana, si ndio? I've also been decent. Nafajataja tu ile ya juju, niko na ile ya ndani. Leave President Uhuru Kenyatta alone. Stop using those young leaders to abuse our leader. Let Uhuru Kenyatta be. Let him retire in peace, and let him associate with whoever he wants, because he's a Kenyan and he has a constitutional right. And let you not belittle him that you defeated him. It's only that he was decent. Had Uhuru Kenyatta be like me, angetuambia mambo ya hii mtu ile ya ndani, Ruto hangechaguliwa. Lakini Uhuru alikuwa muungwana. So leave him, wachana na yeye tafadhali. Let Uhuru Kenyatta be. Awachiwe nafasi ya pumzike, angalie watoto wake na wajukuu, apate heshima yake kama kiongozi wetu, because that's the right thing to do.